Hadi sasa ni zaidi ya miaka mitatu tangu Urusi ilipoivamia Ukraine. Vita hivi vimekuwa na athari za namna tofauti kwa mataifa mbalimbali duniani. Vita hivi vimepelekea hali ya uchumi kuyumba duniani kote, kudorora kwa ushirikiano na hali ya ustawi wa jamii za kimataifa, pamoja na kushuka kwa uhusiano na biashara za kimataifa. Leo nimekuandalia ripoti hii inayodurusu kupungua kwa manunuzi ya Ujerumani kwa Urusi, takriban 95%, na ripoti hii ni kwa mujibu wa shirika la takwimu la Ujerumani. Bidhaa inazonunua Ujerumani kutoka kwa Urusi zimepungua kwa 94.6%, hiyo ikiwa ni dola bilioni 2.05 kwa mwaka wa 2024 ikilinganishwa na kiwango cha mwaka wa 2021 kabla ya kuanza kwa mgogoro huu wa Urusi na Ukraine. Haya yanafanyika wakati ambapo vikwazo ilivyowekewa Urusi kutokana na uvamizi wake kwa Ukraine vikiwa vimesitisha biashara baina ya mataifa haya mawili. Kabla vita vya Ukraine vilivyoanzishwa na Urusi mnamo Februari 24 mwaka wa 2022 na vikwazo 17 vilivyopitishwa na Umoja wa Ulaya, Ujerumani ilikuwa inanunua bidhaa za Urusi zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 37, hiyo ikiwa ni mwaka wa 2021. Bidhaa ambazo Ujerumani inauza kwa Urusi zilipungua kwa 71.6% mwaka wa 2024 ikilinganishwa na mwaka wa 2021 kabla ya kuanza kwa mgogoro huu. Awamu ya 17 ya vikwazo vya Umoja wa Ulaya kwa Urusi vilianza kutekelezwa mnamo mwezi Mei mwaka huu wa 2025, wakati ambapo mashambulizi ya Urusi kwa Ukraine yanaendelea bila kusita. Aidha, Umoja wa Ulaya tayari uko katika harakati za kuandaa mzunguko wa 18 wa vikwazo kwa Urusi. Hata hivyo, hadi nusu ya pili ya mwaka wa 2022, Urusi ilikuwa muuzaji muhimu wa nishati kwa Ujerumani. Ila kufikia mwaka wa 2024, miongoni mwa bidhaa kuu ilizokuwa inaiuzia Ujerumani zilijumuisha chuma, bidhaa za kemikali, chakula na chakula cha wanyama. Ujerumani kwa upande wake iliuzia Urusi bidhaa za dawa na kemikali pamoja na mashine kwa mwaka jana. Langu jina ni Efron Mkungerwa, na katika mtandao wa Instagram unaweza kulambaza kwa kuandika presenter Efron_TZ, na hii ni Efron Digital TV. Usiache kusubscribe. Kwa heri kwa sasa, hadi tena wakati mwingine. Asante.